Kuna wale watu ambao huwa wanapenda sana kuonekana, uwepo wao lazima uonekane mahali popote na sehemu yoyote. Hawa watu huwa tunaoita attention seekers. Kuna siri kubwa ambayo imejificha ndani ya hii tabia. Hebu tusikilize hapa. Mimi sijaumbwa kuwa low key, mimi nimeumbwa kupiga makelele. Ndio maana leo nikipiga kelele mtu asinishangae, ndio nikogo hivyo. Nimeenda shule, ile shule nimefika siku ya kwanza ya pili shule nzima wanalijua kuna mgeni kaja anaitwa Chenza. Ulifanya tukio gani? No, yani uniqueness ya jina langu tayari inanibeba. Chenza. Chenza unajua ni tunda. Chenza kaka kafupi hivi. Kwa hiyo tayari napiga kinanda. Mimi ni pianist. Nimefika shule ya dini, mimi napiga kinanda. Vinanda vimefungiwa ndani kwa sababu mpigaji hayupo. Nimefika tu mimi. Sasa mbona vinanda mmevifungia? Wapigaji hapa, mimi napiga. Piga sana mruzi. Panda sana juu ya meza. Kuna muda nakumbuka kuna baa moja, mtu wa namna hii ambaye uwepo wake lazima uonekane mbele ya watu, ana nafasi kubwa ya kuweza kupata mafanikio. Na kuna sababu kadhaa ambazo ni za kijamii, zingine za kisaikolojia ambazo zinamweka katika nafasi nzuri ya kuweza kufanikiwa katika mambo yake. Jambo la kwanza ni kwa sababu wakati watu wengine wakiweza kuwa watulivu, kuficha mawazo yao, watu wa namna hii huwa wanayasema au wanayaweka wazi mawazo yao mbele ya watu. Kwa hivyo ni rahisi sana kuweza kuonekana, na ndio maana hata bidhaa ambayo inaonekana mara kwa mara mbele ya watu huonekana ni bora kulinganisha na ile ambayo imejificha au haitangazwi. Sababu ya pili ni kwamba kwa kawaida ubongo huwa unavutiwa zaidi na vitu ambavyo huwa vinajitokeza mara kwa mara, na mtu wa namna hii ambaye uwepo wake lazima unaonekana, anaonyesha kipaji chake, anaonyesha uwezo wake, watu huwa wanatengeneza umakini zaidi kwa huyo mtu, tofauti na yule mtu ambaye uwezo wake ameuweka pembeni au tunasema ameuficha. Sababu ya tatu, huyu mtu ana uwezo mkubwa wa kuongeza mtandao wa watu ambao wanamfahamu. Kwa kawaida tunasema social capital ni muhimu sana kwa mtu yeyote kuweza kufanikiwa kwenye jambo lake, kwa sababu mtaji wa watu unakufanya uweze kukutana na fursa nyingi ambazo zimejificha, kwa sababu fursa zinapatikana pengine kupitia watu tofauti. Sababu ya nne ni kwamba kwa kawaida hawa watu huwa wanaonekana ni kama wana uwezo kulinganisha na watu wengine, licha ya kwamba uwezo halisi hutegemea nidhamu, uaminifu pamoja na matokeo. Lakini mtu ambaye hujiweka kwa watu zaidi, huonesha uwezo wake kirahisi, hata kama ana uwezo mdogo, utakuta kwamba huyu mtu ni rahisi sana kushaini, iwe katika kazi, iwe katika kipaji chake na vitu vingine.